Somo la pili. Katika somo hili tutakuwa tunajifunza sehemu muhimu za kompyuta na kazi zake. Lengo la somo. Baada ya somo hili, mwanafunzi ataweza kufanya mambo yafuatayo: kutambua sehemu kuu za kompyuta, kuelewa kazi ya kila sehemu ya kompyuta, kutofautisha hardware na software. Namba moja, sehemu za nje za kompyuta, yani hardware. Sehemu ya kwanza, monitor. Monitor huonyesha kila kitu kinachoendelea kwenye kompyuta. Ni kama televisheni au runinga ya kompyuta. Keyboard hutumika kuandika maneno, namba na alama. Mouse hutumika kubofya, kuchagua na kufungua vitu kwenye kompyuta. System unit au CPU box kama unavyoiona katika picha hiyo. Huu ndio ubongo wa kompyuta. Ndani yake kuna processor, RAM na hard disk au SSD card. Mbili, sehemu za ndani za kompyuta. RAM au random access memory. RAM hutumika kuhifadhi taarifa kwa muda mfupi kabla ya kusevu kwenye hard disk au SSD card. Lakini vile husaidia kompyuta kufanya kazi kwa haraka, yani huipa kompyuta kasi au speed. Processor au CPU, kirefu chake ni Central Processing Unit. Processor huu ni ubongo wa kompyuta, lakini pia hufanya mahesabu na kuendesha program za kompyuta. Hard disk au SSD card. Hard disk au SSD card hutumika kuhifadhi mafaili kwenye kompyuta kwa muda mrefu. Lakini pia hii ni hifadhi ya kudumu ya mafaili. Tatu, tofauti ya hardware na software. Hardware ni vitu unavyoweza kugusa kwa mikono. Mfano, monitor unaweza ukaigusa, keyboard unaweza ukagusa kwa mkono wako, mouse unaweza ukaigusa kwa mkono wako, au CPU unaweza ukaigusa kwa mkono wako. Hizo ndio hardware. Software. Hizi ni program usizoweza kugusa kwa mikono. Mfano, Windows au operating systems,
lakini pia Microsoft Word, program ya kuandikia, Microsoft Excel, program ya kuwekea mahesabu, au antivirus, program ya kuzuia wadudu kwenye kompyuta. Hiyo ni mifano ya software, lakini kuna software za aina mbalimbali. Naam, somo hili linaishia hapa, lakini katika somo lijalo tutajifunza namna ya kuwasha na kuzima kompyuta kwa usahihi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Kompyuta kwa Kiswahili. Asante.